mchungaji wangu toka siku nyingi. Kwenye mapito yangu huyo ndiye aliyekuwa ananiombea. Kwenye mapito yangu huyo ndiye aliyekuwa anajua. Huyo ndiye anayejua historia yangu. Wewe tumekutana mimi na wewe leo tu. Utakujaje kuwa wewe mwenyeji kwangu? Ninaye Yesu ambaye alinitoa huko nilikuwa wa kuangamia, lakini yeye alikubali afe kwa ajili ya mimi. Leo mnaniona ninaganyara, ninatembea hatua moja nyingine. Yeye Yesu ananifahamu vizuri, na wala sio huyu ambaye ananichipukia leo niko hivi mzima. Anaona ya kwamba niko sawa. Anaona niko sawa. Yupo aliyeniweka sawa hata nionekane niko sawa kwa watu wengine. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Anasema huyu kondoo huwa hazitambui sauti za wageni. Bwana Yesu asifiwe. Siku moja nikanajiuliza. Nikasema hivi hawa leo kuna mgeni wamekubali kuchanga. Wamenunua mchele. Na wote. Kwa nini akili zao zikubali wafute pesa wenyewe wanunue mchele kwa ajili ya mchungaji wao? Nikagundua hawa. Amen. Hebu ngoja. Wewe nikuulize swali. Usaidie mtu kwa gharama kubwa ambaye haja tu. Lakini kuna mtu mwingine unakaa naye ana shida wala hujali, na anakueleza wala hujali. Niambie, huyu ambaye haujali wakati huyo ndio ambaye umembebesha mizigo yako. Swali linakuja. Ni kweli una huruma ya kweli kwa huyu mgeni? Una huruma ya kweli kwa huyu mgeni kuliko huruma ya kweli kwa huyu ambaye anateseka kwa ajili ya wewe? Sina maana kwamba nilitamani, niliwaza. Kama mgeni amekuja, ndio maana watu wa Mungu majumbani mwetu, kama unatohela, pika wali watoto wali. Usisubiri mgeni aje alafu upike pilau watoto hawakauki kule jikoni kwa sababu mgeni unataka upate heshima. No. Tunza watoto wako hata kama wageni hawapo. Hivyo ili kusudi watoto waseme hakika mgeni uje tupone. Hapana. Watoto wale vizuri siku yoyote ili kusudi hata kija mgeni hakutakuwa na ushamba wa hiyo wali. Hakutakuwa na ushamba na hiyo pilau. Hakutakuwa na ushamba wa jambo lolote. Maana yake kwamba wanajua baba akiwa nacho tunakula. Mgeni amekuja ni hali ya kawaida. Ni ya kawaida kabisa. Kwa sababu gani? Tunajitambua sisi. Usubiri mgeni aje mkarimu vizuri. Mgeni anasema si nyumba ile wamebarikiwa kumbe hakuna. Yaani sifuri kabisa. Sifuri. Mgeni anarudi anasema Mungu mbariki. Huku vitoto vinasema hata mbona hata kitoto kwa dunia. Baba mchoyo mkubwa. Wale wewe kasirika mle nani? Huruma za nini? Huo ni unafiki. Ni unafiki. Tufanye wema tuanzie tulipo. Amen. Kama kondoo tunajitambua, nimesema mmefikia umri wa karibiwa. Wala usinune. Yaani mahali ambapo hujakaa sawa sijakaa tuambizane wazi ili kusudi tukae vizuri. Hatuwezi kujua, inawezekana kesho taharia inatokea. Amen. Sihitaji kuona mtu anabaki hapa. Mimi nimeenda mimi nimechukuliwa alafu naona watoto. Hasa nitapiga hesabu gani huko mbinguni? Ulichunga mbuzi, kondoo au ulichunga mamba? Amen. Nategemea hapa wote talaria likitokea. Yesu anasema wote hawa ni wa kwangu. Ni kweli nilikukabidhi. Ni kweli ninaona wote wana sura ya mimi. Wote wana tabia za Yesu. Wote wako sawa. Wote wamekubali. Wote wanaijua mbingu. Wote wana tabia za utakatifu na sio tabia ya matabia mengine. Hapo tunaondoka wote tunasema kweli tulikaa pamoja na tulifanya jambo moja ambalo lilikuwa ni la Mungu na sio la shetani. Na kuna kauli moja nilitoa nikasema hivi, kauli mbiu. Nilisema hivi, natamani kuongoza watu waliofanikiwa kiroho mpaka kimwili na mbingu wanaiona. Na sote tuione mbingu. Amina. Sio nyinyi muione mbingu mimi nikose mbingu. Itakuwa sifuri. Bwana Yesu asifiwe. Amina. Yaani unawapikia wengine washibe alafu wewe baki na njaa. Inakaaje? Unanisikia wewe hapo unapoongea na wewe? Amina. Amen. Amen. Amina. Kwa hiyo tuombeane. Kama wewe ni kondoo, ijue sauti ya mchungaji wako. Na kama yeye mchungaji Yesu mwenyewe asiyelala, asiyesinzia, anatuchunga usiku tumelala, anatuchunga
kutembea, anatuchunga kokote, gharama ni za kwake. Kwa nini sisi hatumtendei mema? Hatumtendei mema. Kwa nini sisi hatukai tukayafanya ya kwake? Sema tumefikia hatua ya kukaripiwa. Mseme kwa sauti kubwa, tumefikia hatua ya kukaripiwa. Ili tuwe wazima kiimani. Ili tuondoke kwenye unafiki. Tuwe watu wa Mungu kweli kweli. Tunatambua wajibu wetu. Maana huyu kondoo anamfuata Yesu kikamilifu. Na sio kwa maigizo. Kwa sababu yeye hatuchungi kwa maigizo, anatuchunga kikweli kweli. Hebu muangalie. Muangalie jirani yako. Muangalie tu. Kuna shilingi ngapi anatoa juu ya kuchungwa kwake na Yesu? Kuna gharama unaitoa? Yeye halali wala asinzii kwa ajili ya mimi na wewe. Haya, wewe je, hulali wala usinzii ukiitetea hiyo imani? Wewe sikiliza, wewe jipange upya, mwambie kuanzia leo ninabadilika. Amen. Amen. Hebu angalia hiyo Yohana 10 na Yohana sura ya 10 mstari wa 7. Na kuendelea pale. Yohana 10 mstari wa 7. Basi Yesu aliwaambia tena. Amini ninawaambieni. Hebu rudi kwenye mstari wa 6. Ndio. Mstari hiyo Yesu aliwaambia. Ndio. Lakini wao hawakuelewa na mambo hayo aliyowaambia. Bwana Yesu asifiwe. Maana kondoo wa Bwana anaelewa kile ambacho anaelekezwa. Anaelewa kile ambacho kinatoka kwa mchungaji wake. Angalia alipowaambia hawakuelewa na kile ambacho anaongea. Kuna mahali Biblia inasema kwamba walikijua filimbi wala kucheka. Maana ni kwamba kuna wakati Mungu anaongea. Endelea mstari wa 7 na kuendelea. Basi Yesu aliwaambia tena. Ndio. Wote walionitangulia ni wezi na wanyang'anyi. Ndio. Lakini kondoo hawakuwasikia. Mimi ndimi mlango, mtu akiingia kwa mimi ataokoka, ataingia na kutoka, naye atapata malisho. Bwana Yesu asifiwe. Kondoo wa Bwana anafahamu mahali ambapo huwa anachungiaga. Anafahamu mahali ambapo ni machungio yake. Anajua kituo cha kupatia baraka. Anafahamu mahali ambapo anatakiwa akae mpaka abarikiwe. Anafahamu mahali pa kupeleka shida zake. Lakini leo waamini wa leo, lakini leo tunakaa hatuelewi. Yaani mahali hata anapoabudu bado hajui kama pana Mungu wa kweli. Bado anakuja anasema mimi sijui. Hebu ngoja hili. Halo. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Tumekuwa wa kwanza kusengenya. Tumekuwa wa kwanza wa kulipa miba baada ya baraka. Amen. Haleluya. Halo, usikia mahali fulani unapanda kweli huduma ya mahali hapo. Na wewe unaingia huko unasema ila kweli bwana. Mchungaji unajua? Ila kweli bwana. Yaani sisi pale. Unajua sisi pale kanisani. Yaani watu hawataki. Yaani umekuta mashetani wanaharibu mpango wa Mungu. Na wewe unaingia huko. Hawakai. Haya, nikuulize sasa. Wewe umekaa. Yaani yeye mwenyewe haji kanisani. Nisikilize nikwambie. Tumefikia wakati wa kukaripiwa ili tuwe wazima. Hivi boko atakuwa mwana. Mimi nikikaa hapa ni chombo. Kuna vya kwangu na vya kwako. Muangalie mwenzako. Mwambie kuna vya kwangu na vya kwako. Kuna vya Idele na vya Yule. Ndio. Amen. Hapo wote tupo chini ya uvuli wa Yesu mwenyewe, ambaye ndio mchungaji mwema, ambaye anayejua kututunza kuliko sisi wenyewe, anayejua kututunza kuliko waliotuzaa. Kwa maana yeye ni zaidi ya yote. Yeye anatujua mwanzo wetu, anatujua wakati huu, anajua na wakati wetu unaofuata. Haleluya. Kondoo anajua mahali pa ukombozi wake. Andika kabisa tena kwa hiyo. Kuanzia naanzia. Kondoo anajua mahali pa ukombozi wake. Amen. Yaani inashangaza sana. Kama mtu mwingine anasema hivi, aisee mganga sijui wapi, yule bwana anasaidia. Wewe uliye na Yesu unasema nini? Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Mwenzako anahiliza anajivunia hiyo